So guys, tuko kwa gate ya app ya Farasi. Yes, na wamekuja hadi huku hivyo, wanasema wanataka kuongea na mkubwa wao. Wameambiwa wangoje so that mkubwa akuje, so ndo tunangoja. So tuko kwa gate. Hii ni gate ya Faras, ile hapa ya Faras ndo hii. So these guys wamefika hadi hapa, wanasema wanataka kuongea na mkubwa wao. Wameambiwa wangoje, sasa na pia sisi ndo tunangoja. Unaona wako na bana yao hapo. Kumekuwa kumoto sana, ni kumoto zaidi, wamesema watambui. Hapa tuko kwa gate ya Faras. Tena polisi wanaendelea kufika, polisi wanafika kwa wingi. Yes, so polisi wamekuja kwa wingi zaidi. Tena huku tuko kwa Faras. Yes, polisi wanakuja kwa wingi zaidi. So, polisi wamefika for security. Huku kumewaka guys, huku kumewaka. Farasi imechoka. Farasi imechoka. Kuja hii ni kubaya gari. Kuja. Wewe ni kubaya gari. So this is the current situation. Polisi wamekuja kwa wingi. Huku kunaweza haribika any time from now. Ukumbushe kumekuwa na drama pale chini wakati polisi wamesema watu wa hizi kabu ndo wanaibia watu kwa barabara, hata wakawekwa pingu. After kuwekwa pingu wameleta shida sana, ikabidi wamefunguliwa. So hapa tuko kwa gate, wanangoja kuingia tu. Polisi wameitwa wengi. Ukiangalia vizuri sasa hivi kushakuwa jioni, lakini hawa hawatambui. Unaona hapa tuko kwa gate, huko ndani ukiangalia mapolisi ni wengi. Unaona polisi ni wengi na kuna GK imeingia hapo na gari ndogo zimeingia, kwa sababu wao sasa wanasema they want to talk with the boss. Wamedemonstrate kutoka asubuhi. So ukiona wana demonstrate wanasema hizi app za online za Faras, za Bolt, za Uber zinawaletea shida kwa sababu wanafanya kazi mingi lakini hawapati pesa. Hizi app zinachukua pesa mingi sana, zinachukua a lot of money, na wanasema they end up with nothing. Mara customer amekuja amesema kuna bonus, so unapata wao wanasema ati hakuna mahali hizi gari zinafaa kubeba with less than 500 shillings. So wanasema huwa wanabeba na 200, ukitoa mafuta unabakia bila kitu. So again hapa tuko kwa gate, ukiangalia hii ni gate ya huku, ni kwa gate na polisi ni wengi, polisi wameweza kufika. Wamesema hapa hawatoki.
So wameambiwa wangoje CEO wa Faras. Yes, lakini kitu huku wamefanya, wameitisha reinforcement ya polisi. Ukiangalia hapa polisi ni wengi kwa gate, na wenye wako ndani wameanza kutoa magari zao kwa sababu wanahofia sana kunaweza haribika anytime. Minimum per kilometer for 2 shillings. Nini ingine tunabaya kuambia hapa? So wanasema wanangoja mkubwa wa huku aweze kuongelesha. So ukiangalia, nataka nionyeshe tu ndani venye kuko security iko tight hapa hivi. Kuna JK mzima imeingia hapo. Chenye tunakupresent hapa. Mjali tumalizana hii kitu mapema ni power hawa. Kama ni mmoja wetu mkuje. Wapi huyo hapi? So kuna another group yenye inakuja. Kuna group ilikuwa huko kwa NTSA, so bado ndo inangojewa. Ukiona polisi wameletwa wengi sana, just to make sure everything is in order. So this is where we are. Huku ni kwa ofisi za Faras. Na gari ziko huku zinaanza kutoka kwa sababu kunaweza haribika. Other one is fair prices. Especially comes in a position maybe to stay, they are families, they not pay loans. They are claiming that because of lower prices, some have ended up being seen. So wanangojea wenzao. Kuna wenzao walienda kwa ofisi za NTSA. Not only comes to bed matters. So don't you go right because they are working day and night just to make sure that they put the good food on their table. What do you think, guys? Maybe you can touch on reflection. Naona watu nasema tu kesho. Sawa, tutakutana kesho. But for now, we have an issue at hand. What do you think about this? Should this adhere to the terms and maybe to give in? Kadi amefika. Amefika wapi? Hawa tunajua watakwenda kwa siani. Toka wapi? Oroga hayuko hapa. Watu walikuwa wamekuja hapa. Waambia wangoje. Walikuwa wamekuja. Sio watakwenda sasa. Unajua mazao. Lakini sio kwa lazima ndio wale Being so good, hide. Kadi zako. Kwa kalikuwa kwa hiyo. Ngoja. Watoto waende nyumbani, security endeni nyumbani. So guys, kindly like this live
na pia usubscribe. Yes, tukingoja wale wengine waweze kufika. Kuna a large group ilikuwa kwa ofisi za NTSA, ndio wao wanafika sasa, na security nayo bado inaendelea kufika kwa wingi. So kama unajua like, tafadhali go you like, guza hiyo like, guza hiyo subscribe. Mambo iko chonjo bwana, guza hiyo subscribe bwana. Hapa tuko kwa geti za farasi, huko nitao. So ndo ile so timu imefika guys, ndo wamefika. Wanafunga virago saa hii, wako na kiburi mbaya. Virago lazima wafunge saa hii. Kila dereva akisiwe akaitiake 100%. Hii mambo ya kutushushia score ya account. Hakuna ubaguzi. Samaria kirezi issue. Tunachukulia serious. Tunakuja hapa. Kenya kirezi. Amski mwacha ubaguzi. Hatutaki ubaguzi. Sisi wote ni wa Kenya bana. Farasi tusikize bana. Hatutakubalia hiyo mwacha ukabila. Hatutakubalia hiyo. Tumetoka. Hapo ikilipita atijua ni mbeba atialipe bao watakuja si lazima mtu positive. Kesho inaweza kuwa ni mahali unafanyia kazi, inaweza kuwa ni nyanyaswa. You want to support. Let's give them a chance. They are here to complain because hao ndio wameumia. Kuna lugha inasema mwenye kubalia kwa tunajua mahali na mnyanya. So ukiona hao kama mnaelewa hawataki pesa, ndio wakuja wawasilishe matarajio yao ama matakwa yao tena. So guys, tunangoja. Wana block account na wamekuja juzi ovyo ovyo. Wanafungia captains. Mimi nimekuwa nikiwa market ya kwanza South Sea, wananijua kama Madam Faras. Alafu mnanifungia account yangu ndio kuna negotiate na customer. How comes Msomali anakuja na request? Request trip ya so mbili. Wanarudi wanakuja wakiwa sita. Ukimwambia kuongezea kitu umefanya vibaya. Umwambia umemwovercharge. Anakurekodi ukitumia Romeo. Romeo ni security purpose yetu. Ndio anatuma huko Abdul akiwa hapa ananyonga account. Why? Hapana. Hatuwezi kubali hiyo. Abdul must go. Account zake zote mmeblock na ni block. Na iwafikie. This is the current situation. Wamekuja ku raise their grievances. Yani mambo iko wanasema hii app ya Faras mwaharas sana.
lazima Ukiangalia masaa zetu according to the government. Kwa hivyo hawa watu wa farasi waitwa wakuja hapa tuongee nao ama waende 2 minutes. Yes. Wakuje. Ameshakuja. Wakuje. Aongee. Apande hapo juu. Apande hapo juu. Power. Simnyamaze banda ule wanaongea juu. Nakusema kama hii ni farasi ya Masako. Nakuambia kama farasi wa Croatia. Wewe. Utaweka nini? Unaona na 3 liters.
We got a what? Demand letter about the demands that we need, and have you implemented them? How long do you want us to implement them? Nothing. Angeongea na watu wote bwana. Fungue Romeo. Unasikika Romeo. Fungua Romeo, fungua Romeo. Fungua Romeo. Thank you. If you have an application from here to Rongai, on your application right now, do you have a car? You have a car. Can you fuel 600 to Rongai right now? Tunataka kwenda Rongai, niitishe dereva nipeleke sisi. Romeo haifanyi. Not tomorrow. The day after tomorrow. Na hiyo story ya kanto makukanto na wanatuwekea hapo anafunga Masaa zetu za sheria zimeisha. Masaa zetu za sheria zimeisha. Farasi wamesema kama umefungiwa account na unataka ifunguliwe na si criminal charges, zitakufunguliwa ukishakuja bring your petition hapa. Na hatuna leaders hapa, kila mtu ni kiongozi. Tumesema
na tumemwonyesha kutoka Rongai 650 saa hivi. Hiyo ni upuzi na tunajua bei siangaliwe within 2 days. Kama hata kuwa ameleta tunarudi wapi? Saa hizi tunakuja mapema akaunti sifunguliwe. Amani na uhuru na tupate na usawi. Watu wengi wanauliza saa 8 usiku 350 ama 650 saa 8 usiku naenda kuleta nani? Pesa kwa ngapi? Sasa tutaingiza sasa hata mimi kwa Tunapaswa kubiri nyinyi. Tutaingia na hii. My friend. So guys, that is all. Tumekuwa hapa kwa farasi. Hizi ni ofisi za farasi ambapo wale watu ambao wanatumia app ya farasi kubebea watu wameleta malalamishi yao hapa hivi na wameambiwa within 3 days watakuwa wameangaliliwa. So kwa sababu the official time ya kumaliza maandamano ni 6, ndio maana wamemaliza. Wamesema after 3 days kama matakwa yao hayatakuwa yamesikizwa wataweza kurudi hapa hivi ili ndo waweze make sure wameandamana tena. So guys, ukiona mgomo imeisha officially, nataka uniandikie sasa hapo hivi unanitazama ukiwa wapi, tukimalizia uniambie, uniandikie unatutazama ukiwa wapi.
Yes, tukimalizia guys. Malizia. Thank you very much for those who have been watching. Wamepeana siku 3 matakwa yao yaweze kuwa yamesikizwa, la sivyo watakuwa watarudi tena huku hivi kwa Faras. Wamezunguka kwa NTSA, wameenda kwa Bolt, wameenda kwa Uber, ofisi zao zote wanalalamika wakisema hizo app zinawafinyilia sana. Ukiona maafisa wa polisi wako hapa, hiyo time ya maandamano imeweza kuisha. Ukiona polisi wako hapa hivi kwa sababu sheria inasema after 6 ndio official time ya kumaliza maandamano, na so 6 imefika, so ni wangwana waweze kurudi base, lakini wameweza kujieleza, wameweza kupeana matakwa yao yenye walikuwa nao. Ukiangalia vizuri polisi wako hapa hivi, na polisi ni wengi zaidi. Wamekuja kwa sababu wanasema watu andao polisi. Yes, nikukumbusha kwamba huwa wanasema official time ya kumaliza maandamano inakuwa ni 6. Mororiko. Nyumbani. Masaa imeisha. Sana asubuhi akaniambia umekaa sana na anaweza nifanyia half 5,000. Huyo customer alienda akaingia kwa club, namba yake ni Asude. Sikuweza kumpata, nilikuja kupata na pesa. Akakaa foro, kaenda kumtafuta, kulikuwa na shopping. Sisi nataka kwenda na shopping ya client. Sasa nikamgoja nikaenda club. Club ilikuwa Gemini. Kumkuta yake ya maandamano ni kutoka maybe tunaweza songa hivi tufungue chini. Sawa dadi. Twende bwana. So guys, hiyo ni masaa ya maandamano imeisha. Ndio maana unaona. So guys, that is what is happening. Na sasa ndo wao waandamanaji wanaenda home. Wamemaliza siku ya leo. Nataka sasa tuteremke hapo tukiangaliaga wenye waliweza kutobolewa magari zao, ama ziliweza kutolewa nozo, kama waliweza kutoka kwa barabara. Yes. Ukiona pale chini kuna gari ya polisi. These ones were very peaceful. Wanasema ni peaceful demonstrations. Peaceful. So guys, tumetoka hapa hivi kwa ofisi za Faras. Wameanza kunegotiate na wakasema wameweza kuwea their grievances, which included kwamba hiyo hapo wanafungiwa mara mingi sana. Pia wamesema ati prices za Faras ziko chini sana. So dereva akiitishwa nini na customer wanapata at the end of the day wanapata pesa kidogo sana, kwa sababu app inakata kuna za insurance, kuna za mafuta. So wamesema the minimum yenye mteja anafaa kulipa the least inafaa ikuwe 300. Wamesema kuna mahali pengine wanaenda mbali lakini pesa ni kidogo. Unapata umeenda mbali na unalipisha na app inasema ni 600. Ukiambia customer ongezee, customer hawezi kubali kwa sababu anasema anakuwa overcharged. So those were some of their grievances. Walienda kwa ofisi za Bolt, wakaenda kwa ofisi za Uber, wakaenda kwa ofisi za NTSA, na sasa wamemalizia hapa kwa ofisi za Faras. So hapo ndo wameweza kumalizia. Na nikukumbusha bado kuna wenye walikuwa wameshikwa kwa sababu walikuwa wameambiwa ati ni wezi, kwa sababu walikuwa wakipata mtu mwenye bado anafanya kazi. Walikuwa wanatoa gari yake pressure, ama wakitoa pressure so ni kuoneshana wewe ushirikiani nao kwenye maandamano, and yet kwenye wanateta wanasema ni ya kuwasaidia wakiwa wote. So that is all.
na bado wanaendelea tu kwenda, sijui sasa kama kutoka hapa kuna mahali pengine wanaenda. Just to remind you, if you would like to support Kikuyu Star TV in any way, you would like to support us in any way, kama kawaida huwa napeana namba yangu nikienda kumalizia, so that for any inquiries kama unaweza taka kusupport hata kama ni data, huwa napeana my number. Ukiwa bado na story you would like us to air, bado huwa napeana your number. So namba yetu ni 0708728773. Kuna gari kwa hii barabara ilikuwa zimetengolewa. Wamu aje? So guys, so wanaenda Green Park, nataka tufike hadi huko. Walitufungia ofisi, hatukuona mtu yote huko ndani. Uber hawakurespond. Okay. We demanded kuwaona. Unfortunately, wakasema ile time kuna protest hata kama ya kesho yenye imekoliwa, they normally don't operate office ya hapa Nairobi. Lakini management, the building management, they really tried to reach out to the Uber management, of which it wasn't successful. From there, we headed to Bolt offices in Westlands. Okay. For once, when you fika hapo, ule madam amesimamilia Bolt operations. For once, alikuwa amekata kuja kuongea na sisi. And she was to be called out by the OCPD, who was reading the security personnel. Unfortunately, aliweza kukuja na akaongelesha, akakuja na akatuongelesha, tukampatia petition yetu, of which the petition was served some dates last week. Hizi mifugo ziko chini, uende na okay. Sawa, tumaliza. Kitu ndani. Akatuongelesha, tukampatia petition yetu na kupandana. Sisi kupandana, ndio nimechoka. Hiyo kazi. On behalf of Bolt management, alisema watarespond within 48 hours. So they have to officially communicate to us, either through up or via email address to each and every driver. Okay. By Wednesday. And maybe to ask, what are some of the complaints you people had towards the companies? Yes, it has been I would say it has been a long journey, because the little thing we are asking for is a gazetted regulation, which arrived under the Ministry of Transport. And the regulations were amended by back 2022. From there, they were supposed to comply with the rules by the time they were supposed to be renewed the operation licenses. But they dodged. Specifically to former CS Murkomen. He was bribed by the Bolt management. So he renewed their license and no regulations were met. That back, I can't remember the time, but it's back early this year. So we hope this time around it's gonna work. We hope for the best. You know, it has been an on and off call. But we hope for the best. Okay. Then from there we headed to Ministry of Transport. To NTSA offices. And at least they were waiting for us because we had earlier communicated. And we were addressed by two gentlemen and one madam. All three in the docket, in the Department of Transport. Okay. And they say they received our petition and they promised to still act on them by probably maybe by the time the duration is due. So we are still waiting for. So guys, kati ya watu wenye walisalimiwa kwa barabara, this is one of the cars. Hivi ndio walikuwa wanafanya wakipata unabeba unafanya biashara wakati yao wanaandamana.
gari ilikuwa unaona sasa kama huyo alibebeshwa gurudumu ya gari hapa atikaanjwa. So these are the guys wanaenda Green Park. Nataka tuende na nyinyi hadi Green Park so that we can know what will happen there. Yes, nasemaga this Kikuyu TV is your number one update channel. Yes, all the breaking news huwa tunawaletea, na huwa nasema in case you would like to contact us, in case you have any query, in case uko na story yote unaweza taka sisi we cover, I always give my number. Yes, or our number 0708728773. Yes, na kama umepitwa na hii story yote ya hii maandamano ya watu wa cabs, Uber, Bolt, Faras, kama umepitwa nitaweza kuiweka hapa hivi kwa Kikuyu TV. Video zile ziko chini, nitaweza kuziweka hapo hivi. So these are the guys. Tunaelekea Green Park. Tunaelekea Green Park so that we can know what will happen there. So guys, hawa ni kati ya wale wenye walikuwa nasalimiwa. Ukipatikana wewe uko kwa kazi wakati wengine wanaandamana, this is what was happening to your car. Yes, so huyo alipatikana akifanya kazi. So tunaelekea Green Park. On whatever has been happening since they started in the morning, and along the way we can see. So hizi gari zote zenye mnaona hapa hizi ni zilisalimiwa. Hawa ni watu wenye walikosa kufuata sheria. Hawa walikosa kufuata sheria, unaona venye gari imemaliza time. Hawa ni wenye walisalimiwa. Unaona kama huyo. Kama huyo. Akisha sasa so hizi gari zenye unaona hapa hizi ni zenye ziliweza kusalimiwa as they say. Hizi ziliweza kutolewa nozzle. Ukitolewa gari nozzle mahali tu ulikuwa tu. Either ulikuwa katikati ya barabara ama ulikuwa kando ama ulikuwa wapi, hapo ndo gari ilikuwa inatolewa nini. So this is it. Yes baba. Ni different lakini tunawaka pamoja tu. Utaleta majiona na yeye. Wanafanya na yeye alikuhepa. Tukachukua video kwa ajili ya kanisa. Huyu ni mwanahabari. Ulishaamua kurekodi sasa. Huyu ashakuwa mwanahabari. Kwa sawa. Bana. Ananipia sasa hii kianza kulipa vizuri anaenda hapa huko rudi huko. Bana. Hii kama hapa inakuja kwa yangu iko live sisi. Yetu kwa hii pande. Asikuchoma, si unaongea tu kweli. Hasa ikikosekana side moja unaenda hiyo side nyingine. So guys, there is a lot of people when wanauliza they don't know what are these demonstrations. So kuna mtu anajiuliza what were they demonstrating about now. Nataka tu niwapatie brief ya Kenya nimesikia Kenya wamesema huko. So kitu ya kwanza wamesema hizi apps zote za Uber, Faras, Bolt, hizo apps zinafinyilia madriver sana. Wanasema wana cover long distances lakini prices hizi apps zimereduce prices. Napata unapeleka mtu mbali lakini analipa 600 and yet mafuta yenyewe unatumia ni ya pesa mingi. Alafu pia wamesema unaita mtu app imelipisha 180
wanakuja wakuu wanne. Itabidi tumewabeba na hiyo 180. Ukiwaambia ongezee pesa, wanasema you are overcharging them. So wanaripoti kwa app, alafu unafungiwa hapo you as a driver. So those were some of the petitions zenye wamekuwa nazo. That is what they were protesting against. Na wameweza kutembea kwa NTSA, walienda kwa ofisi za Bolt, walienda kwa ofisi za Uber, wamemalizia kwa ofisi za Faras. Na hapo kwa Faras tumesikia vizuri sana. Wameanza kupeana their grievances, wamesema what they would want to be done wenye wamefungiwa hapo wafunguliwe. So wakaambua their issues will be reviewed and within 3 days hiyo mambo yote itakuwa imesuluhishwa. Lakini nao hawakuachia hapo. They have said that if their issues within those 3 days if they are not resolved, watarudi bado pale hivi kwa hizo ofisi and they will demonstrate again. So guys, swali ni moja, I would like to ask you, do you think ni ukweli hawa driver wa Uber wa Bolt wanafinyiliwa na hizi apps? So ni vizuri niambie tu hapo kwa comment section, ama pia uniambie where are you watching us from. Kukumbusha tena, this is Kikuyu Star TV, na right now wamemaliza kwa sababu official time ya kumaliza maandamano kama kawaida inakuwa ni 6. So guys, na wamemaliza na mambo iko hivyo. Nikukumbushe kesho, it's a Tuesday tutakuwa live to update you everything that is happening. Ndio maana nakuuliza kama uja subscribe, you just do that, subscribe. Alafu kisha subscribe, kesho early in the morning I will be with you to make sure ati kila kitu yenye ita happen, everything that will be happening, any demonstration nitakuwa tu either in the city ama outside. Tuta make sure tumekuinform, ama hata kama kutakuwa na demonstration tutakuwa tukikuinform hali ya town iko aje, so that kama utakuwa na shughuli huku you can be able to come and umalize shughuli zako. Yes, so guys, it's my time to leave. Thank you very much for always keeping it Kikuyu Star TV. Yes, for your number one updates. So wacha tupatane siku ya kesho. Kama hujaweza kubahatika kuona the previous even kumeshinda siku ya leo, nitaweza kuwekea video hapo hivyo. Kuna hata wenye walikuwa wameshikwa na wakaachiliwa. So guys, till next time, nawapenda sana.